Shalom East Africa, Shalom Central Africa, Shalom dunia nzima. Na wasalimu katika jina la Yesu. Niko mbele yenu hapa kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyoyafanya kwa ajili yangu. Naitwa Rose Muhando. Hakuna asiyenijua. Ni mtumishi wa Mungu katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa muda mrefu hamkuweza kuniona nifanye chochote, wala nisimame jukwani kuimba, wala nifanye chochote. Nilikuwa mgonjwa, sikuwa sawa. Nilikuwa mgonjwa muda mrefu sana. Nimekaa hospitalini kwa miezi mitano. Miezi mitatu nikiwa sina ufahamu kabisa wa kuelewa chochote kile, wapi nilipo. Sikuwa najua chochote. Lakini si katika hiyo miezi mitano, nilianza kuugua kabla ya miezi mitano. Muda mrefu sana nimeanza kuugua. Hata wengine walitarajia wanione kwenye mikutano yao, wanione kwenye matamasha na shughuli nyingine nyingi za kanisa la Mungu, lakini hawakuweza kuniona kwa sababu hali yangu haikuwa nzuri. Wapendwa, nimeugua sana sana. Hata kupona kwangu hivi, unaona leo naongea, nimeamua kuongea dunia ijue kwamba yuko Mungu aliye hai. Mungu asiyefananishwa na kitu chochote. Mungu ambaye akisema ndio, atasema ndio, hata kama unapita kwenye magumu kiasi gani. Mungu ambaye akisema utaishi, hakika utaishi. Ndio huyu Mungu aliyefanya hivi kwangu. Nadhani mliona mengi katika mitandao ya kijamii, mliona mengi katika maeneo mbalimbali, mlisikia mengi, kila mtu aliweza kuzungumza la kwake. Lakini neno moja tu ambalo lilitoka katika kinywa cha Mungu lilisema hakika utaishi. Hilo ndio neno ambalo Mungu alisema kama Mungu, na hakika sasa niko hai, ninaishi. Haijalishi nilipita kwenye bonde la uvuli wa mauti kwa muda gani. Haijalishi nilipita kwenye bonde la mauti kwa maumivu kiasi gani, kwa uchungu kiasi gani. Lakini yeye mwenye neno la mwisho kwangu alisema utaishi. Hakika leo ninaishi. Ninaishi tena. Jambo moja ambalo Mungu aliniambia baada ya kupata fahamu zangu. Mungu aliniambia vita yangu napigana moja kwa moja na kuzimu, si vile ninavyofikiria mimi. Na si vile nilivyokuwa nachukulia mimi. Nikiimba, niliona naimba tu, lakini kumbe nafanya vita bila kujua. Napigana na kuzimu bila kujua. Ndivyo Mungu alivyonijulisha. Katika siku 150 za kukaa kwangu hospitali, Mungu alizungumza mambo makubwa sana na mimi. Na neno la moja leo lisema, ile iliposema kwamba hakika utaishi. Na aliniambia ameniumba kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo ananihuisha ili mimi, yeye mwenyewe ajipatie utukufu kupitia mimi. Basi kwa wale ambao hawakuniona waliponialika kwenye mikutano yao, najua wengine waliumia mioyo yao, hawakuweza hata kunyamaza. Lakini niseme neno moja kwenu. Watu wote mlionialika, watu wote mliokuwa mmenialika, wengine mlinilipa pesa zenu, lakini kifupi hali halisi ilikuwa hivyo. Na mara nyingine nilijitahidi kwenda hata kufanya watu kwenye mikutano, lakini sikuweza kufanya kazi vile ipasavyo kwa sababu mimi nilikuwa naumwa, hali yangu haikuwa nzuri. Ninawaomba kwa unyenyekevu kabisa mbele yenu, mbele za Mungu aliye hai. Nawaomba kwa unyenyekevu. Tena narudia mara ya pili na ya tatu, na wasihi kwa unyenyekevu, naomba mnisamehe. Naomba mniwie radhi. Na nyenyekea chini ya miguu yenu, mnisamehe. Hamkuniona, lakini hali halisi hivyo ndivyo ilivyokuwa, imekuwa. Lakini naahidi kushirikiana nanyi tena maadamu Mungu amenisimamisha.
palipo na bonde patajazwa, na mlima na vilima vitashushwa, na utukufu wa Mungu utakwenda kuonekana. Nina imani kubwa kwamba mtanisamehe, na mmenisamehe kuanzia sasa, mmeniachilia na mnaniombea. Mungu awabariki na mbingu zinene mema kwa ajili yenu. Bado nawahitaji sana katika huduma yangu. Kwa baba zangu wachungaji na maaskofu wote na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapaka mafuta maalum kwa ajili ya kazi ya Mungu, amewapaka mafuta maalum kwa ajili ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Pale ambapo sikuwa sawa, mliona kimya. Wakati mwingine mlitamani mnione katika madhabahu zenu, wakati mwingine mlitamani mnione katika mikutano yenu, na hamkuniona nikitokelezea. Mimi ni binti yenu, hali yangu halisi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo basi, niwaombe mniwie radhi pale mahali popote ambapo mliona niliwakosea kwa namna yoyote. Nikizungumza hivi najua dunia inatazama. Hakuna mtu ambaye hatazame, dunia inaona. Na waomba msamaha. Mbingu zisikie na ardhi iseme amina. Nikiwaomba radhi, mniwie radhi kabisa. Kwa unyenyekevu, ninyi ni baba zangu. Ninawaheshimu sana na ninaheshimu yale mafuta ambayo Kristo Yesu amewapaka kwa ajili ya kazi. Na mimi nisingefikia hata kuwa na umaarufu mkubwa kiasi kama kungekuwa hakuna makuhani